katika namna ya kutamani kumwona Mungu au kupokea. Ndio maana nakwambia kuomba ni kupewa, ni kupanda, lakini kupewa ndio kupokea. Kupewa ni namna sasa umejibiwa. Ndio maana sema tafuteni nani mtaona. Mwingine anapanda kwa watoto wake, anatafuta kufaulu kwa watoto wake, lakini kuvuna ni matokeo yanapotoka watoto wake kufanya vizuri katika mtihani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yaani sawa sawa na leo. Tena imekuja wakati mzuri. Nini ambao mna watoto ambao wanaanza mitihani ya kidato cha 6. Umemsomesha katika ngazi ya chini kabisa ya elimu yake mpaka anafika advance na anakwenda kufanya mtihani wake. Maana ni namna gani wewe unapanda mbegu, unatafuta, unaomba, ukiamini kabisa kwamba mtoto wako matokeo yatakapotoka anakwenda chuo kikuu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Anakwenda chuo kikuu kwa masomo ya juu katika kutafuta degree. Kwa hiyo ombeni mtapewa, tafuteni mtaona. Alafu asema bisheni mtafunguliwa. Kwa hiyo kubisha ni kupanda na kufunguliwa ndio kuvuna. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo unapobisha juu ya kutamani mtoto wako afaulu, unabisha ukiamini katika kubisha kwamba Yesu atafungua au utabarikiwa, utapokea, utafunguliwa. Na ndio maana mstari ule wa 8 anasema kwa maana kila ambaye upokea, naye atafutaye uone, abishaye atafunguliwa. Kwa maana kila anayepanda atavuna, anayetafuta ataona, anayebisha atafunguliwa, anayeomba atapokea. Kwa hiyo kubisha, kuomba ni kupokea, kupanda ni kuvuna. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na ndio maana anasema mstari wa 9 pale, au kuna mtu kwenu ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Yupi ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe? Au akimuomba samaki atampa nyoka? Hakuna. Ndio maana anasema kama ninyi ndio watu waovu wa kawaida kabisa mnaweza kufanya hivyo, sembusemi Baba yenu aliye mbinguni asema atawapa wote wamuombao. Basi yoyote mtakayomtendee na watu watendeni hivi. Kwamba yoyote ambayo tunatamani sisi kupokea katika namna ya kufanikiwa na kubarikiwa, neema Mungu anataka na sisi kutoa katika namna hii. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa msingi wa kupanda mtu wa Mungu ni kutafuta mema ya kimungu katika maisha yetu. Hilo tu. Kwa kama mtu agusi kupanda, atusemi kwamba hatapata mema, lakini hajaweka msingi wa kuyapokea hayo mema. Ni sawa sawa na mtu ambaye amesimama mlangoni, anakwenda kwenye nyumba ya mtu, alafu anategemea asimame mlangoni aambiwe karibu bila kubisha. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Yaani mimi niende kwa mama ule pale, alafu nisimame mlangoni. Mama ule hawezi kuota kusema mchungaji kaja nimfungulie. Bwana Yesu asifiwe. Ili anifungulie ndio kufanyaje? Piga hodi. Chapiga hodi watashtuka. Kumbe kuna mgeni. Chatoka mchungaji karibu. Lakini asimama pale hata masaa 6. Asifungue kwa sababu hakuna aliyegonga, hakuna aliyesema hodi, hakuna aliyeita. Kwa hiyo katika msingi wa kupanda mtu wa Mungu, tunapofika kilele cha kanisa letu kupanda leo, hata sio leo, tambua katika msingi wakati mwingine wa kupanda. Msingi wa kupanda ni kutafuta mema yote ya kimungu katika maisha yetu. Kutafuta mema yote katika maisha yako, katika maisha yetu. Huo ndio msingi wa kupanda. Hakuna mtu ambaye anapanda ambaye ategemei kuvuna. Na sio kuvuna tu, kuvuna vizuri.
Kwa ukitambua msingi wa kupanda ni kuvuna, ndio sawa sawa na kupanda katika namna ya sadaka. Kutafuta mema ya mbinguni, kutafuta mema ya kimungu katikati ya maisha yako. Naona Mungu alivyokuwa ajabu. Leo katika kilele cha kupanda, Zaburi pia inarudi hiyo hiyo ya 23. Hakika wema na fadhili za Bwana zitaniongoza katika maisha yako. Kwa hiyo kupanda ni kutamani kuona wema na fadhili za Bwana zituongoze katika maisha yetu, zituongoze katika biashara zetu, zituongoze katika kazi zetu, zituongoze katika ndoa zetu, zituongoze katika watoto wetu, zituongoze katika kwaya zetu, zituongoze katika jumuiya zetu, zituongoze katika idara zetu, zituongoze katika kanisa letu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini msingi wa kupanda ni katika namna ya kumwambia Mungu tunapanda mbegu, kwa sababu msingi wa kupanda kimsingi ni kuvuna. Na kwa sababu kupanda ni kuvuna, na msingi wa kupanda ni kumwambia Mungu tunahitaji mema, tunahitaji baraka, tunahitaji neema. Hakuna mtu ambaye atapanda akiomba yatokee mabaya katika maisha yake. Hakuna mtu ambaye anapanda akiomba watoto wake wafeli. Anayepanda anatamani kuona watoto wake wakifaulu. Sawa sawa, anayepanda anatamani kuona akivuna, anatamani kuona matokeo. Ndio sawa sawa na kupanda. Kwamba unapopanda, unapanda ndani yake unamsihi Mungu juu ya mambo mema yatokee kwako, juu ya baraka, juu ya neema, juu ya vitu vingi vizuri, juu ya mema yote yatokee katika maisha yako, yatokee katika maisha yako. Maana unapopanda unaomba, unaachilia baraka za Mungu katikati ya maisha yako. Ndio maana nakwambia hakuna mtu ambaye anapanda umtokee msiba. Atapanda ili kuzuia msiba. Itikana katika familia yake, katika ukoo wake, kila mwaka lazima mtu mmoja hapo. Yaani kila mwaka lazima wazike. Kwa hiyo anaweza akapanda kwa ajili ya kuzuia roho ya mauti au kukataa roho ya mauti katikati ya familia yake, au kukataa roho ya mauti katika ukoo wao. Kwa hiyo anapanda. Kwa hiyo unapanda wakati wa pili ukitegemea kuvuna. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe.